Habari gani mpenzi mtazamaji wa Kapanga Media. Yes, leo hii niko mbele yako hapa nikiwa kama CEO na mwanzilishi wa Kapanga Media. Yes, napenda kuwajuza tu kwamba nina vitu kama vitatu au vinne vya kuzungumzia siku leo. Kwanza kabisa napenda kuwataarifu na kuwaarifu wapenzi watazamaji wote wa Kapanga Media kwamba kijana wenu nimeamua kuoa. Yes, so jambo rahisi, ni maamuzi magumu kulingana na situation za maisha zilivyo, lakini wanasema wakati ndio kila kitu. Muda ukifika kila kitu huwa kinakuwa. Napenda kutoa tu taarifa kwamba nitakuwa natoa info na taarifa kila tukio litakalotokea baada ya harusi. Yaani kipindi cha harusi chote nitakuwa natoa info au matukio pia, yani yatapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Kapanga Media. Na so hivyo tu, yote kwa yote ni kwamba natamani kufanya kitu ambacho sijawahi kufanya before. Kwa yote mpenzi mtazamaji wa Kapanga Media, natamani kuwaonyesha kwamba kila kitu huja kwa wakati na hutokea, kwa sababu kila kitu Mungu ndio huwa anapanga. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa napenda ukae karibu, yani kaa karibu na Kapanga Media. Very soon utaona matukio mbalimbali ya show yangu na vitu kama hivyo. Pia kuna jambo kidogo ambalo nataka nigusie, kwa sababu hapa siku mbili tatu hizi kuna shughuli zimetokea hapa, kuna mambo yametokea mjini, hasa kwa wasanii mbalimbali. Ilikuwa tarehe 17, 18, 19, ndani ya siku hizo tatu aisee, wasanii wameamua kufanya kazi. Tumeona investment, tumeona video kali. Kuna video ya D-Voice na Diamond Platinum, ya video fulani kali sana inaitwa hiyo. Yes bana, wale majamaa bana wamejipanga na wamefanya video fulani hivi yenye uwekezaji, ubunifu. Yes, ngoma ina vitu vingi, creativity za kutosha, na bila kusahau, unajua bana, yule jamaa huwa anaharibu sehemu zote lakini sio kwenye video. Yaani sehemu zote huwa anaharibu lakini sio kwenye video. Kwa hiyo bana, napenda kuwapa shout out kwa sababu wamefanya jambo fulani kubwa sana. D-Voice anajaribu kuonyesha ukubwa wake. D-Voice alitoa collab na Mario. Kuna nyimbo moja ya Mario katika EP yake. D-Voice kajaribu kuonyesha kwamba mimi hata ukinipa collab naweza kufanya bora vile vile kama vile ambavyo mimi naweza ngafanya kwenye nyimbo yangu. Pia kile alichokifanya kwenye collab aliyopewa na Mario ndicho alichokuja kukifanya kwenye video yake yeye na Diamond. Yaani ukubwa ule ndio ule ukubwa alikuja kuonyesha kwenye video yake baada ya kutoka kwa ile ngoma ambayo alifanya na Mario. Amejaribu kuonyesha kapush the way audio imeenda na challenge nyingi na vitu kama hivyo. Hapo kati hawajakaa vizuri bana. Si akatokea mwanangu mbuzi, toto la kiwalani hilo. Nikamchukua bwana Tembo, kamsogeza katikati pale. Wewe sikia, njoo hapa, sisi ndo maamiri jeshi wakuu. Achana na hiyo ngoma bana. Kwa nini amiri jeshi mkuu? Kwa sababu kila mmoja pale anajaribu kuonyesha. Kuna line moja ya Harmonize anasema vua nguo tuone mkonga jinsi ulivyo. Yaani tuvue nguo tuonyeshane nani mwenye mkonga mkubwa. Wewe jamaa na matusi yule. Yeye anajaribu kutamba kuonyesha kwamba wewe sikia, mimi hapa ni noma. Kwa hiyo ukibisha njoo uone kwamba jamaa na mkonga au hana. Na hiyo ni sehemu ya line ya Harmonize. Ila mbuzi kama mbuzi, yeye anaendelea kutamba tu kwamba yani mimi nipo, nilikuwepo na nitaendelea kuwepo. Yani kama atatokea kufanya kama ninavyofanya mimi, basi atafanya, lakini kwa uwezo wake, sio kama uwezo wangu mimi. Sio, unanielewa vizuri? Yani ataishia kwenye level yake, lakini sio kwenye level yangu mimi. Yani atafanya venye anaweza kufanya, lakini hawezi kufikia chenye ambacho mimi nafanya. Huyo ndio bwana mbuzi, Young Lunya. Unaona bana? Sasa hapo hajakaa vizuri bana. Si akatokea mtu mmoja hivi mbadi. Toto la kiungule hilo. Ndio masala. Bwana mtoto wa kiungule bwana. Mbosokani Mshedede. Muhindo wa Kusini kule.
kawatazama, mnasema kwamba okay, Uzalima kumbe tayari kwa narudi, mara Budi kwamba nilikuwa nabahatisha, akasema basi ngoja niwaletee DJ. Oya wewe, hiyo DJ asikwambie mtu baba. Kwenye DJ mule kamwagika kinoma yani. Mwamba anajaribu kuonyesha kwamba mimi ni mbunifu, naweza kuandika, naweza kupinduka. Yaani maneno yangu, style zangu zinaweza kukawa tofauti. Sio neno nzuri. Kwa bwana Mbosso bwana akashusha ngoma moja inaitwa DJ. Kwenye DJ mwanangu asikwambie mtu. Kwenye DJ bwana Mbosso Kani anakuambia yule kenge angemuua. Yaani kama angekuwa anauza basi angemwambia, maana kashafanya kila kitu bwana Mbosso Kani. Sio unanielewa vizuri. Bwana Mbosso Kani kafanya kila kitu, kajaribu kuumiza na nini na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku bado pisi haienda kuelewa na nini na vitu kama hivyo. Kwa mwisho wa siku Mwamba anafanya inabidi amteme tu, mambo mengine yaendelee. Sio unanielewa vizuri. Kwa hiyo bwana Mbosso Kani anajaribu kuonyesha uwezo na ukubwa wake. Hii yote ni kwa sababu game limechangamka. Wasanii wako wengi, wapo kibao, na kila mmoja anaweza kupush venye ambavyo yeye anaweza kupush. Ili tu kazi ziende, na hicho ndio kitu ambacho tunakitaka kwenye game la Bongo Flava. Unaona bana? Ni kupush kazi, kutia mangoma, shusha madude. Hatujamsahau bwana Mario naye ni noma. Yes. Katoa ile MMX ni moja ya EP fulani hivi kali. Ukiachana bwana Mario, kuna bwana Ibra pia aliachia EP yake. Wote wasanii wengi wanafanya vizuri, wanafanya kazi bomba. Na hii yote ni kwa sababu kwamba muziki unahitaji watu wajaribu kupush. Tamani kwa watu wanajaribu kupush na investment zinawekwa za kutosha. Si mnanielewa vizuri. Kwa mpenzi mtazamaji wa Kapanga Media, mimi ndo yule I go by the name of Hans. Wanapenda kuniita Mr. Romantic, the one and all in town. Only me, yani mmoja mimi ni mjini hapa. Hakuna tofauti na mimi yani. Mimi nitabaki kwa mimi na wewe utabaki kwa wewe. Hiyo ndo the meaning of the Mr. Romantic, the one and all in town. So, kwa ndo hivyo ndugu yangu. Napenda kuwapa info na kuwakaribisha pia. Stay tuned kwenye YouTube channel yangu Kapanga Media. Yes, nikiwa kama CEO naendelea kuwapasha habari na kuwaeleza kwamba nimeamua kuoa, na sio kuoa tu, nimeamua kuanzisha familia kwa sababu kukua kunahitaji vitu vingi. Moja kati ya vitu kukua ni kusogeza familia karibu, kutengeneza familia ili maisha mengine yaendelee. Tukisema tuendelee kuogopa, si tuwaze, si kwenda kaudi, hatuwezi kueni. Maisha automatically. The way unavogopa majukumu, ndio the way unashindwa kufikia malengo au target yako. Ili ufikie malengo yako, ni kukubali majukumu, kupambana na majukumu, kwa sababu hakuna mwanaume yote ambaye anakatazwa au anatakiwa akimbie majukumu. Kwa sisi Waislamu, dini yangu inasema ukiona maisha yamekuwa magumu sana, oa mke wa kwanza. Maisha yakiwa magumu pia, ongeza mke wa pili. Kadri maisha yanazidi kuwa magumu, ongeza mke wa tatu. Maisha yakizidi kabisa, yakazidi yakachanganya yakawa magumu, chuma 4. Kwa nini chuma 4? Kwa sababu kila mwanamke utakayemwoa anakuja na riziki yake. Kwako kipato chako kitaongezeka kupitia mke wako. Kwa nini mke wako? Kwa sababu Mungu huwa anaongeza pale ambapo anaona kuna kitu kimeongezeka zaidi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, usiogope. Watu wengi wanatuambia ndoa ngumu, sio kwenda karudi. Yes, mitafaruko kwenye ndoa huwa haikosekani, maisha ndivyo yanavyokwenda. Lakini hutakiwi kuacha kuoa kwa sababu eti watu fulani wao wanasema sio. No. Kama kweli wewe una akili zako timamu, jiulize. Kwa nini wewe? Kwa nini wewe kuwa yule? Na ukawa wewe. Ulikuwa wewe kwa sababu Mungu alitaka uwe wewe. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Kapanga Media, usisikilize mtu yoyote. Sijui anasema sio ndoa ngumu. Yes. Vikombe tu huwa vinakaa kwenye kabati na kuna muda vinagongana. Kwa mitafaruku, sijui nini, ni vitu vya kawaida. Lakini kitu ambacho kienda cha kukumbusha ni kwamba kila mtu ambaye anataka kufikia malengo lazima ukutane na changamoto. Kitu pekee ambacho kitakufanya wewe win katika situation ambayo wewe unapitia ni kwanza kukubali situation ulionayo, halafu kuangalia njia gani ya kupita ili wewe uweze kufanikiwa. Ila ukisema eti kwamba changamoto hii hapa na the way unavokata tamaa ndio the way unavofanya watu wengine wafanyaje wapate kuwini kupitia wewe. Kwa hiyo mimi ninachokushauri au ninachokupenda kukuambia mpenzi mtazamaji wa Kapanga Media ni kufocus tu. Usitoke kwenye mipango yako kwa sababu watu fulani wanasema au no. Watu wapo ili waseme. Ukiwa na hela wanasema, ukiwa hauna wanasema. Au ndo binadamu.
Yani ukiwa una hela watasema, ukiwa nayo utasema, yani lazima usemwe. Na binadamu ukiogopa kusemwa, aisiwa kwa Mungu hujakuwa. Kwa kitu pekee ambacho napenda kuwakumbusha ni kwamba usitoke kwenye reli. Focus na mpango wako, maisha ni haya na amini kwenye kila kitu ambacho Mungu huwa anapanga kwa ajili ya kila mmoja wake. Mungu hajamuumba binadamu yoyote ile duniani hadi kuteseka. Ila Mungu anakupa mtihani kwa sababu anajua unaweza kuweza. Na kitu cha mwisho naendelea kukumbusha ni kwamba tunaishi mara moja. Jana ilishapita. Leo ndo tunapoishi. Kesho hatuna uhakika nayo kwa sababu kesho ni ya Mungu. Kwa hiyo, nafasi uliyopata leo, hakikisha unaitengeneza kesho ambayo itakuwa bora na nzuri zaidi. Ila usiofii kutengeneza kesho kwa sababu eti no, kuishi kwa mipangilio ndo jambo la msingi. Yani no matter what, ni kufocus na kile ambacho unafikiria kufanya, na niamini mimi kwamba utafanikiwa kwa sababu Mungu anampa kila mmoja hitaji la moyo wake, kwa sababu Mungu anataka tumuombe. So don't forget kumuomba Mungu, kwa sababu Mungu ndiye pekee anayetakiwa kuombwa. I go by the name of Hans, Mr. Romantic, the one and only in town. Mimi hapa CEO wa Kavanga Media. Asante sana.